السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kwa swala na salam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama nilivyotangaziwa na shekhe kwamba tutakuwa na darasa ambalo litakuwa na siku maalum. Siku ya Alhamisi tutakuwa na kitabu cha Usulu Thalatha, na siku ya Jumamosi tutakuwa na kitabu hiki, na Jumapili kesho inshallah. Kwa hakika kitabu hiki kinatufundisha kujua sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Usulu Thalatha nayo kwa upande wa mambo ya aqida. Kwa hiyo ni vitu viwili, ukiangalia ni vitu viwili muhimu, kwamba hiki na tafahamu ndani yake manhaji ya wema waliotangulia au manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika Usulu Thalatha tutakuwa ni wenye kufahamu akida yetu kwa usahihi. Kwa hiyo hebu tuanze kurasa wa 3. Ndio kurasa wa 3, kwa sababu wa kwanza hauna kitu na wa pili ni jina la kitabu, wa 3 ndio una maandishi. Kurasa wa 3 ndio una maandishi ambao ndio mukaddima. Muallifu ameanza na bismillah kwa kufuata kitabu cha Allah tabaraka wa taala, sababu hata Qur'ani kila sura imeanza na bismillah. Muallifu naye akaanza na bismillahir rahmanir rahim, tabarrukan likitabillah, kwa kutaka baraka ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema al-muqaddima, utangulizi. Al-muqaddima, utangulizi. Al-muqaddima maana yake ni utangulizi. Asema alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote zinamstahiki Allah bwana wa viumbe. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote zinamstahiki Allah tabaraka wa taala bwana wa viumbe. Wassalatu wassalam, na swala na salamu. Wassalatu wassalam, na swala na salamu ala sayyidina Muhammad, zishuke juu ya bwana wetu Muhammad. Wassalatu wassalam, na swala na salamu ala sayyidina Muhammad, zishuke juu ya bwana wetu Muhammad. Kwa na kalamu unaweka shakli, yani dhamma kasra, ili baadaye uweze kusoma peke yake. Wassalatu wassalam, na swala na salamu ala sayyidina Muhammad, ishuke juu ya bwana wetu Muhammad. Wa ala alihi, na juu ya wafuasi wake. Wa ala alihi, na juu ya wafuasi wake.
wa sahbihi, na maswahaba wake. Ijapokuwa wafuasi pia maswahaba nao ni wafuasi, lakini kwa hapa wanatenganishwa. Inapokuja wa ala alihi, hapa wanakusudiwa wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallama wote kwa ujumla. Alafu wa sahbihi, wanakusudiwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale ambao wamemdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ajma'in, wote. Ajma'in, wote. Wa sahbihi ajma'in, na maswahaba wake wote. Kisha anasema amma ba'd, ama baada ya hayo yaliyotangulia. Amma ba'd, ama baada ya hayo yaliyotangulia. Fa innal muslimina kanu jama'atan wahidatan fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallama wa ashabihi radiyallahu anhum. Anasema fa innal muslimina, hakika waislamu, kanu jama'atan wahida, walikuwa ni kitu kimoja, walikuwa ni wamoja. Maana yake walikuwa sio wenye kufarikiana. Maana yake haya mapote tunayoyaona leo hii, zama za Mtume na maswahaba wake yalikuwa hayamo. Nasema fa innal muslimina, hakika ya waislamu, kanu jama'atan wahida, walikuwa ni kitu kimoja, ni jamaa moja. Kanu jama'atan wahida, walikuwa ni jamaa moja. Fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam, zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ashabihi radiyallahu anhu, na masahaba wake. Kulikuwa hakuna hizi faraka ambazo twaziona leo hii. Si kuna ikhwanul muslimina, kuna makhawariji, kuna jamaatu tablighi, si kuna jamaatu hizi jamaa hizi hazikuwepo zama za nani? Za Mtume sallallahu alayhi wasallama. Lakini pia zama za maswahaba kulikuwa hakuna haya mapote. Kulikuwa hakuna mashia, kulikuwa hakuna makadiani, kulikuwa hakuna ikhwanul muslimina, hizbu tahariri na wengineo. Zama za Mtume mapote haya yalikuwa hayapo. Ndio maana anasema fa innal muslimina, hakika ya waislamu, kanu jama'atan wahida, walikuwa ni jamaa moja. Fi zamani nabii sallallahu alayhi wasallam, katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallama. Wa ashabihi, na maswahaba wake, radhiyallahu anhum, radhi za Allah ziwaendee. Kwa ni jamaa moja, lao moja. Mtume akisema jambo, wao sami'na wa ata'na, sema tumesikia tumetii. Kulikuwa hakuna ambaye anathubutu kupinga kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa hakuna ambaye anathubutu kuacha jamaa ya waislamu. Kanu jama'atan wahida, walikuwa ni jamaa moja. Kisha anasema thumma ikhtalafu, kisha baada ya hapo wakatofautiana. Thumma ikhtalafu, kisha baada ya hapo ukaingia ikhtilafu.
wakatofautiana. Thumma ikhtalafu, kisha baada ya hapo wakatofautiana. Watafarraqu, na wakafarikiana. Watafarraqu, na wakafarikiana. Thumma ikhtalafu, kisha wakatofautiana. Watafarraqu, na wakafarikiana. Fi akhiri zamani sahaba, mwisho wa zama za maswahaba. Kwamba fitna hii ya kufarikiana, ikhtilafiana, ilikuja mwisho wa zama za maswahaba, na hasa ilianza katika zama utawala wa Uthman. Kuingia makhawariji yale kuleta fitna kwa sahaba Uthman, wakasema sio muadilifu, hafai kuongoza, wakaleta chokochoko mpaka wakafanikiwa kumuua radhiyallahu anhu. Sasa zama za mwisho ambaye ni Ali, sasa mwisho wa zama za maswahaba wale, Ali ndio usiseme sasa, fitna ishakolea, ikhtilafu zishakuwa nyingi. Sio makhawariji tu tena, wakajitokeza watu marawafidha, mashia, ambao wanamtukuza Ali kuliko maswahaba wengine. Hiyo fitna ikaanza kukua kidogo kidogo. Ndio maana anasema thumma ikhtalafu, kisha wakatofautiana. Watafarraqu, na wakafarikiana. Fi akhiri zamani sahaba, mwisho wa zama za maswahaba. Faswaru firaqan, wakawa ni makundi sasa Waislamu. Kwa hiyo nukta ya kuweka ni kwamba kufahamu kwamba umma huu Waislamu walikuwa ni kitu kimoja zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maswahaba wake wakaja kutofautiana mwisho wa zama za nani? Za maswahaba. Faswaru firaqan, wakawa ni makundi sasa, wakajitokeza. Kuna khawariji, kuna hizbu tahariri, kuna makundi mbalimbali yakajitokeza katika zama zile, mwisho wa zama za maswahaba. Wadhalika bisababi tarki ba'd almuslimina ba'd umuri fi dinihim, na hilo lilisababishwa na kuacha baadhi ya Waislamu baadhi ya majambo katika dini yao. Wadhalika bisababi tarki ba'd almuslimina ba'd al-umuri fi dinihim, na hilo limekuja baada ya kuacha baadhi ya Waislamu baadhi ya mambo muhimu katika dini yao, wakatofautiana. Kwa kifupi, limesababishwa na baadhi ya Waislamu kuacha maslaki, mwenendo aliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallama. Ukiacha mwenendo aliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallama, lazima utapotea, kwa sababu utawaona wale walioshikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama si watu wazuri. Wewe kwa sababu umeanzisha manhaji yako nyingine ambayo sio ile ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu akaanzisha hili, huyu akaanzisha hili. Walipoacha tu baadhi ya Waislamu baadhi ya mambo muhimu katika dini yao, ndio tofauti hizi, khilafu hizi zikaonekana. Kisha anasema wa ihdathil ashiyai, na kuzusha mambo ambayo laisati fihi, hayamo katika dini. Ili pia lilipelekea tofautiana, ilikuwa sababu kubwa
iliyopelekea waislamu wafanye nini? Wagawike, wawe makundi makundi, kuzusha baadhi ya mambo katika dini yao, watu kuzusha katika dini. Ndio maana katika mambo ambayo yanaleta khilafu katika dini ni bid'a, watu kuleta bid'a katika dini. Halafu hao utakuta ndio wanaosoma ya aya ile, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Allah wote msifarikiane. Hao wenye kuzusha bid'a katika dini hawajui kwamba sababu ambayo inaleta faraka, inawatenganisha waislamu, inawagawa waislamu ni bid'a. Hii ni sababu kubwa ambayo inapelekea waislamu wagawike, kwa sababu huyu atazusha hili akiitakidi kwamba ni dini, na huyu atazusha hili akiitakidi kwamba ni dini, yule atazusha lile akiitakidi kwamba ni dini. Bado waislamu hawajagawika. Kwa hiyo sababu kubwa ambayo inapelekea waislamu kugawanyika ni bid'a. Ndio maana akasema wa ihdathil ashiya'i laysat fihi, na kuzua mambo ambayo hayamo katika dini, wakaacha ule mwenendo aliyouacha Mtume sallallahu alayhi wasallama, ndio mambo yakaanza kuharibika. Wa tarki fahmi sahaba wa ta'limatihim, na kuacha ufahamu wa maswahaba. Ili pia likawa ni mtihani, kule kuacha ufahamu wa maswahaba na mafunzo ya maswahaba, pia ilikuwa ni sababu kubwa iliyopelekea watu wagawanyike, watu wakhtalifiane, watu wakatane makundi makundi. Kwa hiyo pia nukta muhimu, kuacha ufahamu wa wema waliotangulia, kuacha ufahamu wa salaful umma ni sababu kubwa sisi waislamu kugawanyika. Kwa hiyo kama tunataka kuwa pamoja, kuwa kitu kimoja, kurudi katika asili tuliokuwa nayo zama za Mtume sallallahu alaihi wasallama, inabidi tujiepushe na bid'a. Hilo moja. Pili, tushikamane na ufahamu wa waja wema waliotangulia, maswahaba, kwa sababu wao wakati wahyi unashuka wanashuhudia, wapo. Huyo la shaka wao watakuwa wametuzidi ujuzi maradufu. Kwa hiyo la nastaghni an fahamihim, inatakikana tusitosheke na ufahamu wetu sisi. Jambo lolote ambalo linatutatiza katika dini yetu, turudi tuangalie ufahamu wao. Kama ni aya, lazima turudi kwa wao. Hii aya wameifahamu vipi maswahaba? Hii hadithi wameifahamu vipi maswahaba? Hapo tutakwenda vizuri. Vinginevyo tutaendelea kugawika waislamu makundi makundi. Tunamtafuta mchawi, kumbe mchawi ni sisi wenyewe. Kwa hiyo sababu watarki fahami sahaba, na kuacha ufahamu wa maswahaba, wa ta'limatihim, na mafunzo yao. Fasara almuslimuna shi'an wa ahzaban bisababi dhalika. Fasara almuslimuna shi'an, wakawa waislamu ni mapotepote, makundi kundi. Sasa ni makundi kundi. Ahzaban ni vikundi kundi, bisababi dhalika, kwa sababu ya hilo. Fasara almuslimuna shi'an, wakawa
waislamu ni makundi kundi, wa ahzaban, na vikundi kundi, bisababi dhalika, kwa sababu ya hilo. Kwa hiyo mambo ambayo yamepelekea waislamu kugawika ndiyo haya hapa yaliyotajwa na mtunzi. Kwanza, kuacha baadhi ya mambo muhimu, tarku ba'd almuslimina ba'd al-umuri fi dinihim, kuacha baadhi ya waislamu baadhi ya mambo muhimu katika dini yao, la kwanza. La pili, wa ihdathi al-ashiya'i laysat fi, na kuzusha mambo ambayo hayamo katika dini, kuzusha bid'a. La pili, kadhalika wa tarki fahmi sahaba, na kuacha ufahamu wa maswahaba, wa taalimatihim, na mafunzo yao. Pale ambapo watu wameacha ufahamu wa maswahaba, mafunzo ya maswahaba, wakatosheka na ufahamu wa akili zao, ndio ikatokea faraka. Sababu akili ni nywele bwana, kila mtu ana zake. Bwana, mimi naona hili jambo liko hivi, huyu naye atasema hili, mimi naona hili jambo liko hivi, yule atasema hili jambo liko hivi. Faraka tayari ishapatikana. Lakini kama wote lao ni moja, wanarudi wakitatizika katika dini yao, wanarudi kwenye ufahamu wa maswahaba, isingetokea ya kufarikiana, faraka hizi zisingetokea. Ndio wanasema fasara almuslimuna shi'an, wakawa waislamu ni mapote, wa ahzaban, vikundi kundi, bisababi dhalika, sababu ya hilo. Anasema wakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kad akhbara, na wakana an-nabiy, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama, kad akhbara, kashaelezea, waqala, na akasema, sataftariku ummati ila 73 firqatan, sataftariku ummati, utagawanyika umma wangu, ila 73 firqatan, makundi 73. Shaelezea hizi faraka kwamba zitatokea, kulluha fi nnari, mtume anasema vyote, vikundi vyote vitaingia motoni, illa firqatan wahida, isipokuwa kikundi kimoja. Illa firqatan wahida, isipokuwa kikundi kimoja. Qila, akasemwa au akaulizwa mtume au pakasemwa, wama hiya ya Rasulullah, ni kipi hicho ewe mtume wa Allah? Wama hiya ya Rasulullah, ni kipi hicho ewe mtume wa Allah, hilo kundi ambalo halitoingia motoni? Qala, mtume akasema, qala sallallahu alayhi wasallama, mtume akasema, hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi liyawma wa ashabi, ni kile kikundi ambacho mimi wako katika lile ambalo mimi niko nalo, wako katika manhaji au njia ambayo mimi niko nayo leo hii na maswahaba wangu. Hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi liyawma wa ashabi, ni wale ambao wako juu ya njia ambayo leo hii mimi niko nayo na maswahaba wangu. Kwa hiyo kule nyuma tukasoma kwamba miongoni mwa sababu za kupatikana faraka ni watu kuacha ufahamu wa maswahaba. Hapa mtume na yeye anasema kundi ambalo halitoingia motoni ni lile ambalo mimi wako katika njia ambayo mimi niko nayo na maswahaba wangu.
unagundua kitu kwamba kuacha ufahamu wa maswahaba, kuacha ufahamu wa wema waliotangulia salaful umma ni jambo la hatari kwetu sisi Waislamu. Ni jambo la hatari ndugu zangu katika imani. Kisha akasema fa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, akaelezea mtume sallallahu alayhi wasallama anna al-firqata an-najia minan nari, kwamba kikundi chenye kuokoka na moto. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akaelezea mtume sallallahu alayhi wasallam anna al-firqata an-najia, kwamba kikundi chenye kuokoka minan nari na moto, hiya ma kana manhajuhu wa aqidatuhu wa sulukuhu wa ibadatuhu wifqa ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama wa ashabuhu al-kiram. Akaelezea mtume sallallahu alayhi wasallam anna al-firqata an-najiyata minan nar, kwamba kikundi kitakachookoka kutokana na moto, hiya makana manhaju, ni kile ambacho manhaji yake, wa aqidatuhu, na aqida yake, wa sulukuhu, na mwenendo wake, wa ibadatuhu, na ibada zake, wifqa ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, vyote hivyo vinaafikiana na yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallama wa ashabuhu al-kiram, na maswahaba wake watukufu. Kwa hiyo mtume akaelezea kwamba kikundi chenye kuokoka ni kile ambacho manhajuhu, manhaji yake, wa aqidatuhu, aqida yake, wa sulukuhu, mwenendo wake, ibadatuhu, ibada zake, wifqa ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, unafikiana na yale aliyokuwa nao mtume sallallahu alayhi wasallama wa ashabuhu al-kiram, na maswahaba wake watukufu. Wala sio kujisifu. Wewe kama unataka uwe katika firqatun najia, fuata mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake. Sije ukalaumu sasa, bwana hawa wanaringa sana, kwamba wao wanaona kwamba ndio watu wameokoka, wengine wamepotea. La, sio wao. Alielezea jambo hili ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallama, kiongozi wa masalafi, ndiye anaelezea hilo, ambaye ni mtume sallallahu alaihi wasallama, kwamba kikundi kitakachookoka na moto ni kile ambacho manhaji yake, aqida yake, tabia zake, ibada zake, wifqa ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, vinaafikiana na yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallama na maswahaba wake watukufu. Hii ndio firqatun najia. Kisha anasema muallif, wali ajli tahqiq thubutika fil firqati najia, ili uwe na uhakika kuthibiti kwako katika kikundi chenye kuokoka. Wali ajli tahqiq, kwa ajili ya kuhakiki, thubutika, kwamba wewe umethibiti fil firqati najia, katika kikundi chenye kuokoka. Wali ajli tahqiq, kwa ajili ya kuhakiki, thubutika, kuthibiti kwako, fil firqati najia, katika kikundi chenye kuokoka. Unzur manhajaka fil ibada, kwanza angalia manhaji yako katika ibada, katika ibada zako. Wal aqida,
Kadhalika angalia manhaji yako katika aqida, wasuluki, na katika mwenendo wako, tabia zako, wa muamalatika ma'al hukami, na muamala wako na watawala, wa muamalatika ma'al hukami, na muamala wako na watawala, wal jihadi, na unauoni gani kuhusiana na jihadi, wa ghairi dhalika, na mengine yasiyokuwa hayo. Hali yuwafiku manhaja salaf amla, iangalie hivi vyote, je, vinaafikiana na manhaji salaf au haviafikiani? Angalia manhaji yako katika ibada, kwamba wewe jinsi unavyofanya ibada zako zote unazozijua wewe, kujikurubisha kwako kwa Allah tabaraka wa taala, akida yako ni akida yako, angalia kwamba je, akida yako ni ya maswahaba waliokuwa nayo maswahaba, ni ya waja wema waliotangulia, au ni katika wale ambao wanathubutu kusema Allah yuko kila sehemu, au ni katika wale ambao wanaosema kwamba Qur'ani imeumbwa, ni kiumbe. Angalia akida yako. Kadhalika tabia zako ziwe ni tabia walizokuwa nazo maswahaba, matabii, yani kwa kifupi zile karine bora tatu zilizotangulia. Kadhalika muamala wako pamoja na watawala, usiwe una fikra za kikhawariji, fikra za kujilipua. Maswahaba walikuwa hawana fikira hizo chafu, fikra za kujitoa mhanga. Fikira hizo wanazo makhawariji, maalshababu, Islamic State, ndio wenye fikira hizo, lakini wanajinasibisha na nini? Kwamba na wao ni Waislamu. Hiyo angalia muamala wako pamoja na watawala, una fikira gani? Una fikira za kikhawarij? Una fikira za al-shababu? Una fikira za Boko Haramu? Vyote hivi ni mapote ambayo yana fikira za kikhawarij, fikira za maandamano. Aambiwe eti sukari imepanda bei, tuandamane, maisha magumu. Fikira hizi za kikhawarij. Kwa hiyo Muislamu hatakiwa awe na fikira kama hizi. Kwa hiyo angalia Muislamu katika manhaji yako, katika aqida, tabia, muamala wako na viongozi, watawala wa nchi, unaamiliana nao vipi? Je, wanasalimika na ulimi wako katika mamimbari, au wewe ukipanda mimbari unaruka na viongozi wa serikali unawatukana? Kama una tabia hiyo, wewe hauko katika njia waliokuwa nayo maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama fikira yako wewe ni kuwashajisha watu, sukari imepanda bei, waandamane, wapinge serikali iliyoko madarakani, wewe hauko katika mwenendo waliokuwa nao maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe katika fikira zingine kabisa, hauko katika manhaji waliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallama wala maswahaba wake. Kwa kifupi umefeli. Inatakiwa tena ukae chini usahihishe manhaji yako katika aqida, usahihishe manhaji yako katika tabia, usahihishe manhaji yako katika muamala wako na watawala.